Na ndio no wonder Daudi alikaa akisema mimi sitakufa, kwa sababu mwanadamu yeyote anasikia kukufa. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwanadamu anasikia fanya nini? Kukufa. Anajisikia mdhaifu. Na kwa hivyo wakati ambapo unaanza kujihisi kuwa strong na ndio uweze kusonga mbele, nahitaji nguvu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mmoja hata Yesu alifika mahali akaanza kuongea maneno ya kujiachilia sasa kwa Bwana anataka kukufa. Biblia inasema hata alijipeana, hata akaanza kublame Mungu. Mungu Biblia inasema akamshukia, akampatia nguvu nyingine. Nguvu. Ndio Yesu akawa strong. Akaanza sasa kuongea na kutabiri. Haleluya, kwa sababu ya zile nguvu. Praise the name of Jesus. Na kwa hivyo for us to be fruitful, kuna nguvu tutatumia. Kuna uwezo fulani lazima tutue nao. Haleluya. Ndio Biblia inasema ya kwamba tujue Mungu ni mkulima, anataka kutufanyia kazi. Na wakati mwingine kupruni mambo mengine inatufanya wadhaifu. Inatufanya tujihisi wanyonge. Haleluya. Hata mimi mara nyingi nimejipata ndio niombe, kuna jinsi nimejua njia. Unajua ukiwa kama dereva yule ambaye ni mwerevu, kila mtu anajua gari lake. Yeye dereva anajua gari lake. Anajua hili linakuwa na shida ya kururuma. Ili alitakagi maombi. Baadaye kuna watu wanajisikia kuomba. Sasa kuna madereva naonaga wanapaki magari mahali kuna imekaa hivi. Hivyo ni kumaanisha anajua gari lake. Anajua hili atakusubuana tukitaka kuenda. Na lazima tuwe. Sasa analiweka mahali nimekaa vizuri. Ndiye akikuja aingie anaweka free gear. Anastua inaguruma, unaona amesonga. So alipaki gari mahali alijua hapa litanipeleka mahali nataka, na shida ile iko nayo anaijua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi hata mimi wakati mwingine naingia kwa nyuma nasikia sitaki kuomba na sitaki kulala. Sasa kuna vile hata mimi najua gari langu. Najijua mimi. Bwana asifiwe. Kuna nyimbo napenda kuweka. Naweka hizo nyimbo. Zikiimba after another 10-15 minutes, nimeanza kusikia nimeanza rima shandara babuza. Zimenikoroga. Kwa sababu nilijua hakuna, sitaki hata mimi kuomba. Naweza kaa hivyo. Lakini kwa sababu lazima niombe. Na nitakuonesha ni kwa nini lazima uombe. Unajiseti vile ambavyo utatafuta mbinu za kuomba. Kwa hivyo kuna mwingine hapa ukijua ukishinda TikTok, Facebook, WhatsApp, hautaomba. Hautatumikia Bwana. Haleluya. Kuna vitu zingine tunafanya kwa sababu ya sisi wenyewe kujisaidia. Tukesheha maodo mage. Haleluya. Unajipuruni mambo. Hata wewe unasaidia Bwana kupuruni. Unajua ukitaka vizuri tuwe more fruitful, fika mahali uanze kusaidiana na Bwana. Hata wewe kujisheha. Bwana asifiwe. Si hata wewe unajua ile mambo inakusumbua. Na unajua ile mambo by the way, kuna watu wanajua mimi kama shenei inakuwa hatamu. Sasa hata mama fulani napenda kujua mastori ya mji. Si unamtafuta mnaongea. Sasa kuna vitu naamua by fire by force hizi na nataka kuondoa. Na ndio Biblia ikasema pale turudishiwe sasa ile neno. Yesu Mungu kama mkulima anasema yeye anatengeneza. Hata Yesu mwenyewe kwa sababu Mungu ndiye baba yetu wote alimsaidia kuwa hivyo alivyo na kuleta mazao duniani. Unajua tofauti yetu na Yesu ni ya kwamba Yesu alisaidiana na Mungu sana. Haleluya. Kufanya kazi ya Bwana. Alisaidiana, hakusumbuana. Shida yetu ni ya kwamba mara nyingi tunasumbuana na Bwana sana. Ndio Bwana akutengeneze, unasumbuana sana. Ucooperate. Unasumbuana na yeye sana. Amen. Sasa hebu tuweke verse 2. Hiyo tulikuwa tunasoma, usikie hilo neno tena mara nyingine. Alafu tuendelee. Tuwekewe kidogo au tusomewe Hebu kila moja soma, sema hiyo maandiko sasa ikuwe yako. Ideclare vizuri. Sema kila tawi ndani yangu. Sema ndani yangu. Lisilozaa matunda yeye huliondoa. Wangapi hapa wamekubalia Bwana aondoe ile vitu na kuzuia kuzaa? Hivyo ndivyo Yesu alisema hapa. Kila tawi ndani yangu lisilozaa. Kwa hivyo aliachilia Bwana akamwambia niko tayari kusubmit. Uniondolee mambo ile haileti faida kwa ufalme wako. Mambo ile hainisaidii. Praise the name of Jesus. Hallelujah.
Unajua kuna watu unasikia wakisema mimi najua mimi najijua vizuri. Najijua mimi nina kiburi. Mimi najijua na kiburi. Okay. Saidiana Bwana kuiondoa. Mwambie Bwana niondolee hii kiburi. Siniwaambia siku moja pahali nimezaliwa nilijua tuko na hasira. Niona tuko na hasira, hata sisi tukajua tuko na hasira. Unajua kila mmoja hapa anajijua. Wewe yule neighbor unaona unakuaga aje? Atakwambia vizuri. Onakoe uko kwa iratre, nie ne jwe de motoreku. Onakoe mundu rajeria, nie ne go jwe de motoreku. Nie go de motoreku. Riu ngerigo riu tone amenya motoreku ri. Nie ne go jwe de motoreka. Nie de ndureka ni. Ona mundu rajeria, nie ne go jwe de mwete imono ni. Nie ndihakago mashoro. Sasa anajijua. Lakini Yesu aliambia Bwana, ndani yangu chochote kisichofanya nizae. Haleluya. Niondolee. Haleluya. Nataka uniondolee kile kinanizuia kuzaa. Niliwaambia siku ile nilirushia kijana mmoja tukiwa high school stool. Amenikosea kidogo. Nikaona vile amenikosea hii kwa sababu anafikiria ako na nguvu. Nikakimbilia stool, tukakimbizana na yeye na mimi na stool. Nilipoona ako na bioku nikamrushia stool. Ikagonga mahali kapasukana mara mbili. Nikaona imemisi mguu. Nilipoona vile imevujika hiyo mguu venye ingefanywa, nikaona hii hasira ilikuwa inanipeleka jela. Nega yoahonokia. Kuanzia hapo nikaambia Baba, kwa jina la Yesu, nisaidie kuondoa hasira. Saidie. Hii hasira nikiendelea kuilimia bahari itanipeleka sio pazuri. Nikaambia Bwana nisaidie kuondoa hasira. Nisaidie. Na watu wale watakuwa more fruitful ni wale ambao nilikuambia hata mambo ya kuwa fruitful hata si yetu. Mkulima ako na haja na tuzae. In fact, ile desire uko nayo ya kuwa more fruitful na kutajirika wewe na Mungu. The Bible say God desires to be more fruitful. Kama kuna yule anataka tuzae ni Mungu. Shida ile inazuia tuzae si yeye. Yeye amefanyia kazi. Ukisoma the book of Isaiah 5, utasikia hata Mungu anauza swali, nimewafanyia kazi. Wewe ni mkulima. Mungu hapa Isaiah 5 anajionyesha pia kama mkulima. Isaiah 5 anasema hii shamba yangu nimeifanya kazi. Hebu mwingine hebu tupelekea Isaiah 5 haraka. Nataka kuhubiri muda mchache sana. Isaiah 5 hebu tusome kidogo, mwenye atapata haraka tusomee. Isaiah 5 usikie Mungu hapa tena akisema akikuja kama mkulima. Nani amepata tusomee? Ukipata tu soma. Isaiah 5. Isaiah 5. Nani amepata? Kwani mnauoga kusoma Biblia? Ukipata soma haraka. Verse 1. This is what I see you. A son of my friend is blind. My friend is blind. On a very fertile field. Sama tu. He dug the soil and cleared it of stones. He planted the finest vine. He built a tower to guard them. Dug a pit for treading the grapes. He waited for the grapes to ripen. But every grape was sour. Unaona? Hapa ni mkulima. Biblia inapeana mfano ya mtu alikuwa na shamba na vile alitayarisha kazi shamba yake na akaishughulikia, lakini akitarajia mazao mazuri kazaa mabaya. Unasikia Mungu bado anapeana mfano. Haleluya. Hiyo ni mzabibu. Grapevine. Sasa anasema hiyo shamba ukisoma chini imefanyiwa kazi. Baka kuna mahali aliuliza kuna kazi gani mkulima alijiuliza hakufanya. Kwa hivyo kama sisi vile ambavyo Mungu ametuita, ako na haja sana na tuzae. Haja yetu kubwa ni kujiuliza kwa nini hatuzai sana? Kwa nini hatuzai? Na hapa ndio utapata watu wengi wanaanza blame game ya kufikiria ni fulani anazuilia tuzae, ni fulani anazuia tuzae. Hapana. Wewe binafsi ukikuwa mzabibu mzuri, tunaweza kuwa tunatoa mizabibu kwako, kwa yule mwingine. Afadhali tusemage tukifika hapa huyu amezaa soa, huyu amezaa ingine si nzuri, huyu akona nzuri. Kwa sababu kila mmoja hapa ni tawi la mzabibu. Anafaa kuzaa. Na hakuna mtu anafaa kujiondoa aseme mimi sifai kuzaa ati kwa sababu ya mtu fulani. Hapana.
kila mmoja anafaa kuzaa sana. Haleluya. Sasa swali kubwa ni kujiuliza, kwa nini sizai sana? By the way, uliza yaliba, kwa nini uzai sana? Shida yako ni nini? Shida ni nini? Kwa nini? Shida ni nini? Kwa nini? Utakuta vitu nyingi tunaongeaga na tunafikiria si important. Vitu nyingi tunazifikiria si important. By the way, kwa nini huna pesa? Kwa nini wengine wako na pesa mingi? Kwa nini? Unajua ukitaka kuwa successful, kuna maswali nianza kujiuliza. Niliacha kublame watu wote, nikaanza kujiuliza, kwa nini mimi sina? Kwa nini hao wengine wako nazo mimi sina? Unajua unaweza kaa tu ukifikiria watu wengine wako na roho mbaya, hawatakai kusaidia mtu, hawatakai kupea mtu, hawezi kujisaidia. Sasa swali kujiuliza, wao walisaidiwa na nani? Na kwa nini si mimi niliye na roho nzuri? Kwa nini sina? Hapo ndio utajua ya kwamba kuna kitu umekuwa na negative mind. Haleluya. Umekuwa na mawazo ambayo inakuzuia kuzaa. Hiyo ya kublame kila kitu. Hiyo ya kublame kila mtu. Mpaka ufike mahali wewe ujiite mkutano useme mimi, hata kama watu wengine, kuna mtu mmoja anaitwa nani? Kwa Biblia inasema watu wengine wote hata akikataa kumtukuza Bwana, mimi na nyumba yangu, Joshua, I and my house will serve the Lord. Leo kanisani nilikuwa nauliza watu, Sodom na Gomora, si mnajua Sodom vile ilikuwa mbaya? Na Sodom na Gomora kuna mtumishi mmoja alikuwa anaiombea sana, anaitwa Abraham, na kukapatikana kulikuwa na mbegu ya Mungu Sodom. Ilikuwa inaitwa nani? Ilikuwa inaitwa nani? Loti na familia yake. Imagine Sodom kulipatikana watumishi wa Bwana. Sodom kulipatikana watumishi wa Bwana. Imagine wakati wa Nuhu kulipatikana watumishi wa Bwana. Aliyesikia Mungu na akajengea Mungu safina. Sasa wengine wanabule, unajua shida yangu, kwa nini sizaagi? Ni kwa sababu kwetu kuna madhabahu, ni kwa sababu kwetu kuna laana. Wacha nikuambie, hizo zote ziko ni ukweli na si uongo, ni ukweli. Lakini ni wewe mwenyewe umeamua tu kufocus na jambo moja, ukakataa kufocus na kuwa fruitful. Ndio Bwana akuoneshe njia ile utashinda madhabahu zote. Nilipookoka mimi kuna kitu moja nakumbukaga. Nimezaliwa familia kwetu hatukulelewa kanisani. Sisi kwetu ile tulizoea ni ukiwa mtoto ni kwenda shambani, ni kwenda kulisha, ni kusoma mambo ya Mungu. Tumekuja kuisikilia baadaye kwa neema ya Mungu. Na ilianzia na mimi. Bwana asifiwe. So kuingia kanisani iligharimu neema nyingi. Na kuingia kanisani unaanza kupingwa kuanzia mpaka baba yako, mama yako. Haleluya. Kwa hivyo kufika mahali nimefika ni nguvu nyingi sana za Bwana. That's why the Bible inasema ya kwamba Mungu wetu anatupe, we have received power. So let's ask, lazima tujiulize, kwa nini Mungu anaachilia power from above? Kwa sababu you need power. Hallelujah, to fight. Na naonaga watu wanasema quitters never win. Quitters never win. By the way, njia moja ya kushinda vita si kuondokea vita, ni kushinda vita. Vita ile yote na Mungu wetu. Unajua sometimes ni vizuri, sometimes hata mimi naangalia mambo najiuliza, vita vita imewekwa mbele yako, unafaa kuiondokea au kushinda? Nimekuja kurealize kwa maandiko, Mungu wetu who hate watu ambao huonesha adui mgongo. And God read the Bible in the book of Matthew 4. Is it Matthew 4? Wakati Yesu alikutana na shetani, nani alikuit? Sasa Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Shetani amemvisit in person. Hakumvisit hivi hivi, amejileta mwenyewe. Hakutumana. Wacha vile mnasema Mungu kuja bila kutumana. Hata wakati huo shetani ajileta bila kutumana. Bila kutuma, akakutana na Yesu. Akaanza kazi yake. Shetani hana kazi nyingine, ana hiyo moja. Kuhakikisha amekuwin. Kuhakikisha umefall. Kuhakikisha, na by the way, Yesu alijaribiwa mpaka Biblia inasema ya kwamba mpaka alikuwa amewekewa pesa. Umeambiwa unaangalia hii tajiri? Kuna kazi rahisi sana. Niinamie, chukua. Juu wewe ni maskini, najiita mtoto wa Mungu. Yesu hakukosa neno la kujibu. Hakunyamaza, aliongea.
akaletewa lingine, akaambiwa ona ufalme takugawia nusu. So aliletewa ufalme. For you, na ndio unaona watu wengi wakati tunaelekea campaign, watu wengi wanainamia shetani. Maana ukitaka kuwa mfalme shetani anakuja. Nakwambia wewe ndio unataka kuwa mfalme. Sasa acha nikuoneshe kuwa mfalme. Hii dunia ni yangu. Hakuna mtu anataka kuwa mkubwa hautajaribiwa. Hata kama unataka kuwa askofu utajaribiwa. Hata kama unataka kuwa nani utajaribiwa. Hiyo ni level sasa ya kutaka ukubwa. Yesu alikuwa sasa, hata watu wameanza kusema yeye ni mfalme wa Yahudi. Sasa yule mwingine ufalme wa dunia akajileta akasema, wewe ni maybe hujuagi vizuri, unataka ufalme wangu au wa huyu? Acha nikuoneshe ufalme wangu. Angalia ufalme wangu. Haja tu uniinamie nikugawie nusu. Yesu akajibu. Bwana asifiwe. Tulisema quit us never. Yesu hakuondokea. Alishindana na shetani mpaka Biblia inasema ya kwamba and the devil left Jesus. And the devil left Jesus. Tunafaa kuwa na moyo wa kupigana. By the way, we are over, the Bible says we are overcomers. Na hakuna mtu anaitwa an overcomer bila battle amepigana na akashinda. Lazima vita ile yote imewekwa karibu na maisha yako ushindane. Na uishinde. Angalia Paulo. Paulo wakati alikuwa naaga, niliwaambia kila mmoja hapa anasikia kukufa. Paulo alipigana vita ya kuishi. Sasa amefika mahali amejua sasa ni mapenzi ya Bwana nikapumzike. Anasema I have fought the good fight of faith. There are battles of faith. And every one of us have to fight. Ukiona mtu of battles of faith ameondokea ni kumaanisha hata hakuwa tayari ya battles of faith. Na battles of faith vile zilikujia mwingine sivyo zitakujia mwingine. Ni vita za imani. As long as imekuja kwa imani yako, lazima upigane na ushinde. Na uhakikishe ya kwamba wewe mwenyewe ni mshindi. Bwana asifiwe. Na unajua sio wewe unajua ile vita itakuja kwako. Daudi hakuwa anajua simba watakuja. Daudi hakuwa anajua dubu itakuja. Baadaye ndio huyu anaona baka Goliath wamekuja. Na anaambiwa this man's a champion. Kwanza baka mfalme anamsaidia kumwambia he have been fighting kuanzia udogo wake. Bwana asifiwe. Akaamua hata hiyo nitapigana vita za miungu. Maana Goliath alikuja akamwambia na hapa kwa jina la miungu yangu takuua. Hivyo hata mtu anasimama mbele yako anakuambia atakuua. Wangapi hapa umewahi ambiwa na mtu atakuua? Utakuta wengine mnaogopa hata hujai ambiwa utauliwa. Kaogopa. Wengine tu akisikia watauliwa wana mtu anakuambia atakuua. Atakuua. Na hata ukiambiwa utakuua hauogopi. Anasema ni sawa. Lakini kabla uniue mimi nitakuwa nimekushughulikia mbele. Hivyo ndivyo Daudi aliambia Goliath. Wewe unaona kuniua, mimi naona kukuua. Na mtu yote anataka kuwa successful lazima aone mbele ya hatari zile zote ziko. Hata saa hizi tunasema uchumi ni mbaya. Kuna watu wanasema ndio maisha ni mazuri. Kwa sababu walijua hakuna siku uchumi utaikuwa mzuri. Ni wewe mwenyewe uzoee kupigana. Wewe usigojee uchumi mzuri. Uchumi mzuri baada ya serikali ya Kasongo utakuwa umeongeza another 5 years. So kama ulikuwa 40 utakuwa 45. Sasa ukikuzoea kupostpone ndio wewe baadaye 50, 60, 70. Waweza kusaidia shetani kumwambia acha nipumzike. Bwana asifiwe. Zoea kuwa a fighter kuanzia dakika hii. Hallelujah. Uamke uanze kusema hapana. The Bible says and the Spirit of God teaches us to say no to any form of ungodliness. Ni mwanadamu anasifika mahali anasema rudi kwa shetani dako igira boundary. Ni ugiete fafa ito na mami wito na ndo ari yake. Rudi gukira hali. Anakuambia atakuwa namwambia sawa tutaonana. Shetani anaanza kuweka koradhi hivi ati. Ako na nguvu. Na ndio Biblia inatupatia inasema tumepatiwa power. Hata wakati akina Joshua na Caleb waliitwa, waliambiwa you have to be strong and courageous. Maana kile unahitaji kwa hii maisha ni kupigana. Na kila mmoja lazima awe wa kupigana. Hata wakati Nehemia ameitwa na ametumwa na Bwana, hakupatiwa ushindi wa kujenga ukuta na silver plata. Alikutana na watu wanamwambia wamjenge ukuta. Wakati wote utaanza kujenga ukuta utasikia sauti. Kuambia who are you? Anza kujenga ukuta. Who are you? Na lazima ukubali kulipa gharama. Haleluya.
Na kuna watu wanaitwa akina Sambarati walikuwa wanamtumia barua kila wakati wakimwambia tuonane, wakamshughulikia. Bwana asifiwe. Lazima uwe tayari, nitajenga, nitafanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Rudia kila moja, fanya kazi ya Bwana. Mara ya mwisho, nitafanya kazi, kazi ya Bwana. Hebu sikiza. Kwa nini unafikiria huyo muibaji alikuwa anashinda akirudia nitafanya kazi, fanya kazi? Hakuwa anajua kile inamaanisha? Ni kumaanisha I have to fight kufanya kazi. Kwa sababu tuna maroho mengi na vitu nyingi ziko tayari kutuzuia tufanye kazi ya Bwana. Lazima unaapa, unajiclare, nitafanya kazi ya Bwana, nitatumikia Bwana regardless ya mambo, nitafanya kazi ya Bwana. Wacha watu wengine waache kufanya kazi ya Bwana, wewe fanya. Praise the name of Jesus. Wewe fanya kazi. Kwani Mungu, unataka kuniambia Mungu hana akili? Ni kama mwanadamu. Hata kwa mzazi unakuwa na watoto 8 na unajua 2 wako na akili, 6 hawana akili. Wale wako na akili walijiweka kando ya wale wengine, wakaamua kuonesha akili yao. Mzazi anakuambia kwa watoto wangu wote niko na mmoja ako na akili. Kwa hivyo alikuwa hata na yeye anaangalia akili. Bwana asifiwe. Ni mwanadamu anafika mahali anajiamulia, anasema nitafanya kazi. Haleluya. Nitaomba, nitafanya kazi ya Bwana. Na Biblia ndio inasema tawi lisilozaa linaondolewa. Sasa ukikosa kufanya kazi, matawi inaondolewa. Kwa sababu Mungu anataka kuona kazi. Hataki kujua mambo magumu na mazito yametuzunguka. Mambo challenges ziko na hazitawaisha. Ni wewe mwenyewe uinuke useme nitafanya kazi. Vita ziko kila wakati. Jesu nigwendete moro ibara munene barashia kwa ciothe ruaga kahotana. Jesu nigwendete moro ibara munene barashia kwa ciothe ruaga kahotana. Jesu nigwendete moro ibara barashia kwa ciothe ruaga kahotana. Najua nilikuwa nafikiria hivi, Mungu wewe mwenyewe ulifanya makosa, dhambi, mengine mambo mengi ya familia, ukafanya makosa na dhambi. Then hizo vita zote, ukiona watu wamekuja hapa kwa maombi, wengine wakiona pastor, vita zile wanakuletea si za Mungu, ni zao. Lakini Mungu ni mzuri hivi kwamba ako tayari kupigana mpaka vita zetu, ndio tuweze kupigana vita za ufalme. Haleluya. Leo barashia kule tone yake rwagira kahota nari. Anagain nini akishindana vita yako? Lazima ufike mahali na wewe umwambie, hata baada ya kunishindania vita, na mimi niko tayari kukuzalia mazao. Niko tayari kuwa fruitful. Praise the name of Jesus. Niko tayari, amekuondolea mastrago mengine, amekuondolea aibu zingine. Si ya kwamba tu jihisi vizuri, na wewe ndio ufike mahali uanze kupigana vita zake na kuletea utukufu. Daudi aliposhindaniwa na Bwana vita ya kwanza, ya pili, akajua nina Mungu amekuwa akinishindania. Hata yeye ndiye alienda kupigana na Goliath. Yeye alijipeleka kwa vita, akaenda kumenyana na Goliath kwa sababu alijua niko na experience, Mungu amekuwa akinitrain kwa sababu ya kupigana vita zake. Na hakikisha jina la Bwana litatukuka. Nilikuwa naangalia maandiko, naona ya kwamba wakati Daudi aliua Goliath, Biblia inasema ya kwamba wimbo ukaimbwa ya kwamba Daudi ameua makumi ya maelfu, Sauli ameua maelfu, na Mungu wa Israeli amewapatia ushindi. Hebu angalia hii combination. Ushindi ambao Daudi ameua Goliath ulicelebratiwa na watu wote. Sauli alipigana hiyo vita, lakini walisema Sauli ameua kwa sababu Sauli ndiye alikubalia Daudi apigane.
hiyo tu kumwambia unaweza pigana, enda ukapigane. So amemtuma pigana. Naye hata Waisraeli wakajulikana wamefanya kazi, kwa sababu hii vita haikuwa tu ya Daudi, ilikuwa ni Mungu wa Israeli anataka aonekane kama sio Mungu. Vita zile tunapigana kwa hekima zetu zitafanya mpaka Mungu wetu aonekane, na lazima uwe na jambo litafanya Mungu aonekane, kwa sababu yeye ndiye mkulima, ya mwenye shamba. Sisi tu matawi, yeye ndiye mwenye shamba. Anataka kuona faida, na sisi wenyewe tupate ushindi kwa sababu ya kile tumefanya. Hata mfalme alijulikana amefanya. Wakati nimewahi sikia watu wanafurahia sana, tunasikia kusema pastor fulani anakuwa mbaya, ni mkora. Haleluya. Baadaye yule mtu mnaongea naye anakuambia, na kweli Wakristo wote nimeona si wazuri, mpaka wewe mwenye ulikuwa unafikiria unapeana story naingizwa hapo. Sasa ulikuwa unapeana story nzuri, imekugeuka imekugeuka. Sasa mimi nikisikia mtu yeyote akisema mambo mabaya ya watu wengine siongeagi sana, maana kama ni watumishi itakugeuka. Haleluya. Bwana asifiwe. Na haja ni tupigane vita tukiwa na hekima na kujua vizuri ya kwamba tunapigana hizi vita kwa sababu gani. Tunataka Mungu wetu apate utukufu aliyetuinua. Haleluya. Hata kama watu wengine ni wadhaifu, sisi wenyewe tupigane vita kuonekane kwa hiyo familia kuna watu wako na akili. Kuna watu wanaweza fanya kazi. Kuna watu wanaweza badilisha maisha. Nilipoangalia Mungu amezidi kuniinua, niliangalia kwetu baba yangu pesa zake zote amekuwa ameajiriwa na serikali miaka mingi. Si kuanza kumblame. Kwani pesa zake zote ulisikata, ulitumia kwa zile njia alitumia. Nilifika mahali kaanza kuona sasa hapa ndio kwetu. Hapa ndio. Bwana asifiwe. Na hata kama wengine walikosa akili, kuonekana kijana moja ana akili. Bwana asifiwe. Sita concentrate na kuwa blame, kaanza kuangalia kile. Hata kama zingine ni hasara kubwa zilifanywa, naanza kusema hapa kwetu tunaona hakuna. Betel wakikamua wanaona kuna mtu mmoja ameleta akili. Wakati mwingine hata nichoo ilikuwa ya gunia na baba amekuwa akifanya kazi siku zote, lakini hajawahi kupata akili ya kujenga kachoo nzuri. Unatafuta hata kama ni ya tubao, unahitaji pesa nyingi, unatengeneza kazuri. Watu wanaanza kusema kuna mtu ana akili. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati ambapo sisi wenyewe Mungu ametuleta kwa pamoja, anataka tuonekane hata sisi tunakuwa more fruitful. Si mtu mmoja, zote. Praise God. Tuhakikishe ya kwamba tutapigana vita vizuri vya imani. Kila mmoja hapa tupigane vita vizuri vya imani. Tuhakikishe ya kwamba jina la Bwana litajulikana na ufalme wa Bwana utatukuka siku zote. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Akasema he is a gardener. Yeye ni mkulima. Na sisi matawi atukubali atuprune vitu zingine zote. By the way, mambo ile yote ilete faida na ilete success. Kubali wakati mwingine kuiachilia. Kubali hata Bwana akuondolee. Kubali Bwana akuondolee mawazo mengine. Vitu zingine si za faida. Tu concentrate na faida. Hata kama kuna kasoro zingine, kuna watu Musa, Abrahamu alipokuwa anaomba akasema, na kukipatikana watu 50,000 ambao ni wacha Mungu, kukipatikana 20, kukipatikana 10, kukipatikana 5, si kupatikane masalio, mabaki, remnants. Sema mimi nitakuwa a remnant. Nitakuwa masalio, matigari, mawera wa Gai. Bwana Yesu asifiwe. Si kupatikane miongoni mwetu watu ambao tayari wanatetea injili, watu wanatetea habari njema ya Bwana. Sio watu waliibiwa akili na mambo mengine si mazuri. Ni watu wako tayari kudefend kile wanajua ni kizuri na kuendelea kuitetea na kuendelea kuhubiri injili ya ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kila mmoja ajiachilia kufanyiwa kazi na Bwana. Na Bwana akiona vile unafanyiwa kazi, atakufront mahali fulani. Mungu ako na haja sana na kuona kila mmoja wetu. Si kila mmoja hapa, kama saa hizi nikuulize, mwaka huu tagia ulipokuja, ulipoanza, sasa tuko mwezi wa 11. How many souls umeleta kwa Yesu? Unajua apostle alikuwa akisema yaje hajaokoka vizuri. How many souls have you brought to Jesus? How many? You yourself. You will realize we are busy doing other things that are not important. Individually. Tunakuwa mashabiki wa vitu si.
hazitusaidii. How many souls have you brought to Jesus? Hallelujah. Kuna siku nilikuwa kanisa, pastor wangu hata anisalimia na mkono. Sijui alikuwa ameambiwa nini. Na niko tu ndani. I concentrated on ministry. Na hubiri mpaka door to door. Jumapili kunaongezeka watu 10 kanisani. Hata kama pastor hataki kusikia mambo yangu, mazao imekuja kwa shamba la Bwana. Sitaki pastor aonekane. Siku nyingine, hata wakati mwingine tunakutana na pastor wako nikihubiri kwa basi. Nauliza watu wanataka kuokoka, kunapatikana watu wa kuokoka kwa basi. Naendelea kufanya ufalme wa Bwana uinuke. Bwana Yesu asifiwe. Maybe huko ndio Mungu aliona, akaona huyu atakuwa pastor. Huyu anafaa kuinuliwa. Kwa sababu macho ya Bwana inazunguka. How many souls? Uliza your neighbor, how many souls have you brought to Jesus? Na Biblia inasema mtu mmoja akiokoka, shughuli zote mbinguni zinasimama wa celebrate. Sasa leo umefanya celebration ya watu wangapi? How many souls? By the way, kuna vitu mimi sina muda wake. Najiulizaga niko na kazi ya kufanya. Kuna watu hawana kazi, mimi niko na kazi ya kufanya. Niko na assignment ya kuhakikisha na hubiri injili, ya kuhakikisha naambia watu kile najua ukweli, na kuonesha watu hapa hakuna njia, hapa kuna njia. Kwa sababu at the end of the day, judgment na maswali itakuwa individually. Wewe ulileta wangapi? Wewe ulileta wangapi? Ni kama kila mmoja akikufa. Mimi kuna kitu nanifurahisha sana. Kila mmoja kuna watu wanaandika habari. Na ni watu, si yeye anajiandika, ni watu. Rugano wa Mutigaire. Mutigaire ni ashiarirwo tariki fulani. Alafu akimaliza kuandika vile ulizaliwa, inafuataga nini? Gudhoma. Masomo. Alafu kutoka kwa masomo inaenda wapi? Marriage. Kuhikania. Sasa hapo ndio shida iko. Kama aliolewa, kama hakuolewa, ujue hiyo yote ni kazi. Ambia your neighbor, kuolewa na kutoolewa na kuoa na kuolewa yote ni kazi. Na watu wataiandika pale, kuhikania. Donile modo. Kwa hivyo ni vita upigane. Hata kupata mtu ni vita. By the way, kuna kitu iko na vita kama kupata mtu. Ni vita. Hakuna success itakuja una silver plata. Ni vita. Ni vita. Ni vita. Enda tu upata mtu akuulize, ndio utajua kuna vita. Within 2 days unapiga simu yake hakuchukuli. Kulijitokeza mtu from nowhere akamwambia ni agorokaga. Sasa aja na hakujawahi patikana mtu akusema unakuwa na shida fulani, anapatikana wakati huo. Ndio ujue inakuwa na vita. Ina vita. Na ukiona mtu ametoboa hapo ni kupigana vita. Amepigana. Ni unaamuka usiku unasema wote watu wakuja kudestroy kila nimepata, na waondoa kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Naondoa, ni vita. Kuulizwa mpaka umalizie. Zigi zinabulika kwa kotishi. Hazifanikiwi. Hata hapa ukiuliza, hata wale hawana mtu ameulizwa. Hata wakati mwingine ulizwa. Mtu anaanza hata shaba boy, mtu wa dudu kwa matatu wamewahi uliza, lakini kwa nini hawa? Kwa sababu ya vita. Bwana asifiwe. Ni vita. Kuwa successful ni vita. Hata kuwa na pesa mingi ni vita. Haleluya. Hizo vita baadaye ikitoka kuhikania inakuja wera. Sasa uliza yeye unafanya kazi gani? Mimi hata leo nilikuwa naambia watu wa kanisani kwetu, natamani hapa ikifika kwa kazi, hapa nataka waandike page 2 kwa kazi. Alikuwa anahubiri Moro, akahubiri Nairobi, akahubiri kwa mabasi, akahubiri, akaitwa na Mungu, akawekelewa mafuta, akafungua makanisa Moro, akafungua kanisa, akahubiria watu Nairobi, akahubiri Marsabit, akahubiri Lodwar. Kuna mtu nilienda mazishi yake, alikuwa a bishop kwa kanisa fulani. Hiyo kitabu ilikuwa kitabu mpaka leo hiyo, na huwa ninaiwekaga vizuri. Na watu wajui kwa nini nimeweka Rugano rwa Mundu wa Haruki. Niliangalia kazi anafanyia Bwana. He was a general. In fact, habari ya kufungua makanisa iliandikwa page kama 3. Makanisa ile yote alifungua. Akafungua kanisa la wapi? Kanisa la wapi? Kanisa la wapi?
ati alikuta hiyo kanisa, hiyo huduma ilikuwa na branch 400. Akafungua makanisa, akiaga ilikuwa na branches 5,000. Alianza kanisa hilo likiwa na washirika hawajafika 1,100. Aliacha likiwa na population ya almost 2 million. This is a general. No wonder maziko yake niliona Baka president wa taifa. No wonder kwa mazishi yake niliona Baka deputy president wa taifa. Because aliyekuwa amekufa alipofanya kazi, kati ya hao kazi yote amefanya, imetambuliwa Baka na state kwa sababu amefanya kazi. Huyo ni mtu amequalify. Hata akiaga kama Daudi, mtumishi wa Bwana anaitwa Paul, unasikia Baka yeye anasema I have fought the good fight of faith. Alikuwa ameandika Biblia vitabu gapi? Akiondoka alituachia vitabu gapi? Paulo ametuachia vitabu gapi? Unasikia Paulo akiwa wa Efeso. Paulo ndiye huyo. By the way, rugano rwa mutigaire wetagwo Paulo ruko Bible-ini rwajetie ginya Aroma. Paulo Aroma, Paulo Corinthians, Paulo Philippians. Paulo hakuwa mtu akona nguvu nyingi, alikuwa kamtu kafupi. Habari yake ya mazisho, rugano rwa wera wa Paulo rwandikitwo Bible-ini. Everybody hapa akona hadithi ya ile iliandikwa kwa eulogy ya Paulo, na haijaweza kusomwa, iliandikwa tusomage mpaka leo eulogy yake. Paulo ndiye huyo akiwa Timotheo. Vile aliita Timothy, vile aliita watu fulani, hiyo ni kazi ya Paulo. Kulikuwa na majaribu wakati huo, kulikuwa na vita wakati huo, na the same Paul, maandiko inasema kuna mwiba alikuwa nao. Hakuconcentrate sana huo mwiba, aliconcentrate na work. Nitafanya kazi ya Bwana regardless ya vile nilizaliwa na changamoto zangu na mambo yote ambayo Paulo amepitia. Alikubali kufanya kazi na akafanya. Bwana asifiwe. Kuna mahali tumeona Paulo akipigwa, kuna mahali tumeona Mary kivujika, hata yeye alipata accident. Kuna mahali tumeona akiumwa na nyoka. Kuna mahali tumeona Paulo alipitia majaribu, alipitia vita. Tunamuona Paulo akiwa jela. Kuna wakati tunaona Paulo hata yeye akiwa na mashida mengi, lakini regardless ya hizo mashida alifanya kazi na akafanya. Ambia your neighbor, fanya kazi ya Bwana. Hii excuses ya sijui wachana nayo. What do you know? Fanya kazi ya Bwana. Fanya kazi ya Bwana. Kila mmoja fanya kazi ya Bwana. Tu concentrate na kazi. Wale ambao hataki kufanya kazi, Bwana anajua kusheha. Na tusionyeshe Bwana, sasa Bwana tuondolee. Unajua kuna watu wanatumika hivyo, ndio kazi yao kuondoaga watu hata kanisani. Bwana naona mama fulani yako na roho mbaya, kwa jina la Yesu namuondoa kanisani. Wewe unaacha kusaidia mapepo kazi yake. Mapepo inajua assignment yake. Hallelujah. Abia your neighbor, gomanishiwe wira wao. Shetani anajua kazi yake, anajua assignment. Ako kazi hata yeye, na anajua ile kazi alipe. Malaika wa Bwana wanajua kazi yao. Hallelujah. Wacha kuonekana uko offside. Wewe fanya kazi ya Bwana. Praise the name of Jesus. Wewe jua kazi zako. Kazi yako si kuondoa. Hata Yesu alisema yeye, Biblia inasema katika John 14, Yesu 14 hapa inasema ya kwamba mimi I am the way, the truth, the life. Only I'm the way, the truth, the life. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uliza ya neighbor, unakuwa nini? Yesu akasema I'm the way, the truth and the life. I'm the way. Nene ni ejera. Nene ni uhoro ya wama. Nene ni muoyo. Na arĩa moka kũrĩ niĩ kĩrĩa magĩaga nakĩo nĩ muoyo. Kĩrĩa magĩaga nakĩo maisha mao matarĩ na njĩra makagĩa njĩra. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wakija kwako wanatoka wakijua wamepata nini? Masengenyo, vita, ma story, breaking news. Niguete hororere yumeria.
Acha nikuambie, Nehemia wakati alijenga ukuta kulikuwa na vitu nyingi ya kumdistract. Aliconcentrate, alijua assignment, alijua kazi. Bwana asifiwe. Kila mmoja jua kazi. Wewe fanya kazi. Acha na story nyingi, fanya kazi. Wale hataki kufanya kazi si kazi yako. Kuna wale watashughulikia wale hawafanyi kazi. By the way, wakati ukiajiriwa mahali ni kazi yako kufuta mpaka wengine. Mpaka unaenda kwa boss kumwambia futa fulani, futa fulani, futa fulani. Ni mtu mbaya. Wacha kusaidia boss kazi yake. Boss ameajiriwa na jua kazi ya. Na wewe jua kazi yako. Ifanye faithfully. Wakati maybe hiyo kutofanya kazi vizuri ndio itafanya upromotiwe. Hado endego guthia. Kwa ndio mekora yako utawira wao. Wa promotwa. Akiona nginya ngari kigoro nje. Iria ciarega kuruta wira, keherio. Ukareho ingi iraruta we. Mwathani ahegoci. Yeye anaiba tafanya kazi ya Bwana. Tafanya kazi ya Bwana. Mungu ni wa vita. Anajua kupigana vita mpaka analeta ushindi. Na kwa hivyo maandiko ikasema ya kwamba Mungu wetu ni mkulima. Ako tayari kufanya kazi na wale wako tayari kufanya kazi. Kuanzia siku ya leo jua umeitwa na Bwana kwa sababu ya kazi ya kuletea utukufu. Haleluya. Kwa sababu ya kufanya kazi itabadilisha mioyo na maisha ya wengi. Wakati mwingine ukikaa unaangalia ni familia, ni maisha mangapi umebadilisha. Haleluya. Mahali ulienda kuna giza ukaleta mwangaza. Mahali ulileta tofauti. In the book of Genesis 1. Genesis 1 tumaliza na hiyo. Maandiko inasemaga hivi, hata kama hatusasoma. Mungu alipokuja hii dunia, alikuta dunia ikiwa utupu. Ilikuwa nini? Utupu. Akaibadilisha mpaka ikapata vile ilivyo leo. Hiyo yote ni kazi ya Bwana. The Bible says the world was formless and void. Hallelujah. Au ni yangu inasema hivyo? Alianza creation. Alijua kazi yake. Angeshida akiblame darkness. Yeye alikuja and the Bible said the Holy Spirit was hovering. Alikuwa anagojea mtu mwenye anajua kuomba. By the way, hata saa hizi Roho wa Bwana ako kazini. Anataka kujua wale watu ambao wanajua. Wale watu wako busy siku za leo, sio Roho wa Bwana, si malaika wa Bwana, ni mashaitani, mapepo. Kwa sababu inasikiaga tu ikiitwa, inatoka huku inatembea kama uba. Inasikia kuna mahali kuna mtu anafinya, anaitana. Inatoka baada inasikia kuna mtu anaitana. Roho wa Bwana unasikuta yuko kazini, yuko busy. Kwa sababu anataka watu wako tayari kufanya kazi. Anataka kuvua mioyo, nisaidie Bwana. Anasikia, tumesikia application leo ambayo si ya kawaida. Hallelujah. Watu wengi ni kudestroy, kuharibu. Sasa nani huyo? By the way, wakati unapanga kuharibu, nani anakujaga sana? Who is the destroyer? So wakati unapanga kuharibu, unafikiria hata ukienda kwa maombi fasting 7 days, utatoka huko na nani? Utatoka huko na malaika? There is no angel anaitwa destroyer. Sasa yule unataka kudestroy atakuja kwako ni yule. So kwa hivyo toka hapo ataanza kupatia ndoto, maono na mambo na strategy za kudestroy. Kwa sababu ni yeye ako kwa hiyo Bwana Yesu asifiwe. Wakati unataka uzima, wakati unataka amani, hata kama tu unataka amani na ujui ni nani anafaa kuleta amani, the Prince of Peace. Najua huyu mtu ni mimi anataka. I'm the Prince of Peace. Hallelujah. Wakati unataka mahali kuonekana uzima, yeye ndiye uzima. Hallelujah. Lazima tujue kuombeana. Lazima tujue jinsi ya kufanya kazi ya Bwana. Ndio malaika wa Bwana atembee pamoja na sisi. Malaika wa Bwana atembee pamoja na sisi. Miujiza ianze kufanyika. Ishara zianze kufanyika. Vita zetu hata si lazima ujipiganie. Baadaye Bwana atakupigania. Akiona unataka kuzaa, vita zako ni za Bwana. Kuna mtu nilienda mahali fulani na mimi hata sijua hivyo. Akaniambia pata uliposimama kwa madhabahu niliona malaika wawili. Nikamwambia si ungenionyesha. Sasa anaona malaika atu wako nyuma yangu na mimi ni kama sijawaona. Sasa mimi nashindwa walikuwa wapi hata mimi niwaone. Mpaka nikaanza kuogopa. Yaani wako hapa na siwaoni. Si malaika mjitokezeaga wakati mwingine. Lakini wakati ulianza kufanya kazi ya Bwana, kuna security ya kutoka mbinguni. Inatumaga hata kama hautajua, unakuta inatembeaga na wewe. Kwa sababu ulianza kufanya kazi. Na inajulikana hii kazi iko na vita. Hii kazi
rais wa taifa sio yeye anataka kulindwa. Taifa lazima lilinde rais. Security inawekwa kila mahali. President anaweza enda mahali anakuta kuba waka kuna security. Ajuaga iko iliwekwa mpaka ya watoto wake. Alipoinuka tu kuna vitu iliinuka na yeye. Na sisi kuna vitu vingine itaanza kupanda na sisi. Na wakati mwanadamu anakuwa demoted, akishuka, akitaka ku backslide, kuna vitu inaondolewa. Unakuta kuna malaika waliondolewa kwa sababu sasa huna kazi. So kuna protection ulikuwa unahisi sasa haiko. By this jai struggle kuamka saa 8 na saa 9. Inafika saa, hata kama nimelala saa 6, inafika saa 9 najisikia nimeamka. Nani huyo amekuamsha? Kuna yule anajua uko kazi. Hata neno si struggle kulihubiri. Nasikia kuna yule ameko kwa akili yangu ananiambia, this is the word, speak. Just speak. Kwa sababu mwanadamu hawezi, lakini atasaidiwa na Mungu. Bwana asifiwe. Hata kutaka kuwa mtu mzuri si la kazi yako sana kung'ang'ana. Tamani tu kufanya kazi. Vitu zingine Bwana ataanza. Unajua sometimes kanisa limekuwa kuna confusion nyingi sana. Amen. Anataka tumalizie kwa sababu muda wetu umeenda. Tumalizie hivi. Unajua shetani ni mjanja sana. Anafanya wakati mwingine Christians wakuwe so busy hata na mambo mengine haina faida. Tunashinda tukiomba, tunafungisha vitu mpaka Mungu anashinda. Sasa hii kazi yote nani aliwapatia? I am the gardener. I am the gardener. Mpaka sasa inafika wakati wa kuwa fruitfulness, tunaombea sasa Bwana, sio tusaidie kupata mazao. Sio tusaidie hiyo si kazi yako. By the way, kazi nyingine si yako. Kazi yako ilikuwa wewe mwenyewe kupigana vita zile zilikuwa zimewekwa za kukuzuia kuzaa. Ukikuwa fruitful mwenyewe anajua mahali pa kuuza. Mwenyewe anajua. Bwana asifiwe. Ninaienda nahubiri mahali kama hapa. Baadaye nasikia watu fulani wamenipigia simu. Na mimi nataka kuja kuhubiri kwa mkutano wetu. Kuja kuhubiri kwa mkutano wetu. Nani alikuwa na waandawa nikahubiri huko? Mwenye kazi. Usijiadvertise, mwenye kazi atakuwa advertise. Akiona unafaa kuhubiri mataifa. Juzi nimeota ndoto. Ikanifurahisha sana. Nikaota ndoto ati sasa mimi nimekuwa pilot mpaka niko na mabaji huko. Naendesha ndege, naona sasa naambia sasa tunaenda kufly. Mpaka niliamka hiyo ndoto nikifurahi. Je, kuna ndoto zingine inakufurahisha? Yaani Mungu na ndege ni ya abiria. Yaani Mungu anakuambia nataka kutuma mataifa. Kazi ya kufanya kazi, mwenye kazi anajua mahali kazi inahitajika. Na mahali hakuna kazi atajua. Hii shida ya kushinda tukiombea kazi, kufungulisha kila kitu, kukuamua vitu imekwama, kufanya kazi nyingine ni shetani wanatufanya. Mkulima, hata mimi saizi ni mkulima. Kuna vitu nalimaga. Najua wakati wa kupiga dawa, kulimia, kushughulika, maana si kupanda kitu sina haja nayo. Na nataka inipatie faida, mimi nipatie faida. So unaona ninashughulika wakati wote. Bwana anashughulikia maisha yako. Tayari wanaiba Mungu anakushughulikia. Sasa shida ni wakati mwingine tumekataa kazi na tunataka tu Bwana atushughulikie. Sasa tunaomba maombi mengine haitusaidii. Na hata hatukuamuki kwa sababu sisi wenyewe tumesaidia yule muovu. Sasa unakuta hata wakati mwingine Mungu anasikata vitu zingine kwa sababu aliona vizuri. Wewe hizi hata watu wengine kupewa silaha. Wakati mmoja niliota ndoto nikajiona ati kwa ndoto nimevalia maguo ya kijeshi na niko na mabunduki. Naambia watu leta fujo uone. Sasa nikiamka asubuhi hata bunduki hujaishika. Na kiroho nasema mambo iko salama. Kukuambia kiroho uko sawa. Bwana asifiwe. Nani huyu alikuvalisha mavazi? Wakati ulipigana vita akakuona kama askari wake mzuri, yeye alikuvalisha mavazi. Yeye mwenyewe amekupatia silaha. Hallelujah. He clothes us hata na furama. Anajua zile vita tunaenda kukabiliana nazo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati naamka asubuhi roho wa Bwana anakuambia usiende huko. Huko acha usiende. Roho anakuambia enda pande hii. Anajua mahali unaweza enda na hajakupatia silaha za hizo vita. Anajua kupatia silaha zile unaenda kupigana. Sasa mtu akikosa kuwa na Mungu na kuwa careful, unapigana vita mpaka zile hauna silaha zake. Sasa unakuta unauliwa rais. Na nawaambia njia rahisi ya kuua Mkristo ni ile ambayo Daudi alijua akiua nani? Aliua nani? Pana Uria. Alifanya nini?
aliamua Uria anajua ako na experience ya kupigana kule nyu, akasema aletwe wapi? Daudi alijua kwa sababu alikuwa general for sure. Uria will die. Uria na ni kweli alikufa. Nini alifanywa? Aletwa mbele. Hakuwa na experience ya vita za mbele. Kuna hata vita, hata uwe na experience gani, unajua hii si yako cha kupigana. Kuna vitu usishughulike, nyamaza. Kuna wakati mmoja nilienda kupigana, nikaona Mungu akanionyesha kwa ndoto, akaniambia hizi vita unapigana usipigane, funga mdomo. Kwa ndoto Mungu akaniambia nyamaza, hizi vita ni Mungu anataka. Watu wakaongea, watu wakarusha maneno, hakuna hata mmoja nilirudishia. I kept quiet. Kwa ndoto Mungu alikuwa ameniwana, kaniambia hizi vita usirudishie. Kuna vita unakojewa tu rudisha moja, kiwa kidogo. Hende muthuri okaga ndeto ile ciothe araria ndugacokie ndugakwe ciothe ndugacokie tondu rendo ucokie kimwe kiu kimwe nikio giguteithia gukua guothe. Wala asifiwe. Kuna wakati unaambiwa funga mdomo. Hiyo ndio njia ya kuwa successful. Kuna mambo mengine hata usipigane, pia Bwana wewe pigana hizi. Bwana asifiwe. Hallelujah. Na kwa hivyo katika siku ya leo Mungu anataka tuwe more fruitful. Tuzae zaidi. Tutazaa kwa njia gani? Jambo la kwanza, kujiachilia kwake. Surrender to God. Just surrender. Mwambie Bwana, si ni wewe umeniita, najiachilia tu kwako. Niajiachilie tu kwa Bwana. Wacha hata kupigana. Vitu vingine hata wacha kabla ya kuenda kwa maombi. Tunapenda kwenda kwa maombi sana. Hata kabla ya maombi mingi, mwambie Bwana najiachilia kwako. Sasa hebu nikuulize swali tukimalizia. Petro angeomba maombi inakaa namna gani wakati alikuwa anazama? Alipoambia Bwana kama ni wewe niambie nikuje, akaanza kutembea juu ya maji. Alipoanza kuzama angeomba maombi gani? How many days of prayer and fasting? Aliomba maombi gani? Maombi aliomba ni ya kulia. Aliambia Bwana nazama. Bwana akanyoshia mkono. Kwa hivyo hata yeye anataka azame. Petro angezama, aliyemuita ndiye angepata blame. Ndetu wa mweli bioke. We na akena uma na ugi. O ne mwana akoromereire. Oka. Bwana asifiwe. Ni kazi yako. Kuna wakati tumeenda hata na mama na katoto ketu kadogo. Mama amesahau kwa sababu ya simu. Najua Gen Z hata simu unasahau kwa barabara kwa sababu nataka kuona kitu. Mtoto na yeye huyo anavuka barabara. Nilisikia watu wamesema hata karibu wakuja wakachape mama. Hawakuwa na shida na mtoto. Maana mtoto ana mwangalizi wake. Kuna vitu Bwana hata yeye kwa njia zake hataki uzame. Hataki uishe. Hataki wewe uangamie. Ana haja na usimame. Praise God. Lakini na wewe lazima usimame. Uanze kujiachilia kwa Bwana. Mwambie Bwana ninajiachilia kwako. Nataka unitawale. Nataka unitumie. Mwambie I want to be fruitful. Nataka nizae sana. Nataka nizae. Kuna vitu hata Bwana anataka. Baina tukisema hapa ujiprune, wewe hujui kile unafaa kuondoa. By the way, umewaipata mtu ukijikata. Na by the way kuna pruning inakuwaga tamu. Wewe kuna pruning tamu. Kuna pruning tamu. Kuna kubrekiwa kutamu. So Bwana ndiye anajua vile anafaa kubreak na asiharibu. Bwana asifiwe. So ni vizuri kujiachilia kwa Bwana kwa sababu yeye ndiye anajua ile assignment, na unaweza sikia pastor kile anaongeaga na wewe Mungu hakutrain hivyo. Training yako Bwana ndiye anajua vile anafaa kukusheha na vile anafaa kunisheha na vile anafaa kukusheha. Praise God. Kwa hivyo ndio nikasema kila mmoja ajue kujiachilia kwa Bwana. Just surrender. Jiachilie. Wengine hata umepigana sana. Wakati mmoja Yesu akaambia Martha, umesumbuka na mambo mengi. But only one thing is needed. And mainly, kuna wakati mwingine kukaa tu miguuni pa Kristo ndio ile jambo moja linahitajika. Kukaa tu. Unaona hivi mwekaa chini. Kuna kazi Bwana anawafanyia kwa akili, kwa mioyo. Praise the name of Jesus. Kwa sababu wewe ni shamba. Bwana amenituma akuje ndio watu wajiachilie, awafanyie kazi. Praise God. Baadaye waweze kuzaa sana. Tell your neighbor, Mungu anataka tuzae sana.
kuanzia sasa usisumbue Bwana, jiachilie kuzaa. Jiachilie wewe kuzaa. Jiachilie kuzaa. Kutatokelezea mambo mengi. Kutatokelezea vita. Kutatokelezea mambo. Wewe mwenyewe concentrate na kuzaa. Concentrate na kuwa fruitful. Jiulizage kila wakati, mimi nimefanya nini? Baada mimi nastukaga sana nikijiuliza mimi. Hata kila wakati nimesikia fulani amekufa najiuliza mimi nimefanya kazi gani? You know Kenya is a good country. Na hata kama mnachukua hiyo ni nzuri, lakini Kenya watu wasinichukue vibaya. Kenya especially wakati watu wanabarikiwa, wanainuka sana, inakuwa hata si rahisi kuwafundisha. Inakuwa sio rahisi hata kuwaelimisha, kwa sababu already wako na pesa, wako na nguvu, wako na akili, wanajua. Bwana asifiwe. Sasa mtu ambaye ni mjuaji kumsaidia si rahisi. Yeah? Ndio nimeona hata ni Kenya tu naona mambo mengine. Kama juzi nimeona mwibaji mmoja ambaye ametuacha na tunahuzunika sana. Alikuwa mwibaji kuna nyota ya kwenda mbali. Ya mwibaji nimeona hata akikufa kunatokea two men. Na kila wakati wako hapo. Na wanasema alikuwa na two men. Nikasema Mungu atusaidie. Jehova atusaidie. Na mchukue na write a note. Si ni vizuri kusoma na kila kitu. Bwana asifiwe. Baka ukiondoka unaachia watoto confusion ya kushindwa sasa wewe hawiko hivi. Umetuachia confusion. Tuenda wapi? Sasa niliona hata kile kitu umefanya niseme hivyo. Nikaona kwa TikTok jamaa mmoja amepiga the two men kwa kapicha. Alafu akasema yani bibi amezikwa kwa shamba yake. The two gentlemen yani hakuwa na akili ya kununua kashamba. I same things on a right and not. Si ni vizuri kusoma kwa kila kitu. Kila mahali ukienda soma na ujiulizaga kwa hivyo sisemi hii kwa sababu napiga pande yote. Hata mimi najiuliza. Muda kana umere ogwo akorera hau gatagate. Baadaye nikasikia unajua wakati mtu anakufa kumbe kunatokea mastori. Aposto. Hapo mtu akikufa ndio tunajua mambo mengine. Kuna mambo tutajua only wakati mtu ameondoka. Ndio sasa tunajua the two men have been talking, wamekuwa kivezetiana mpaka nikashindwa kwani wazee hawakuwa na akili. Yaani walikuwa fani aje. Bwana asifiwe. Baadaye wote hakuna kana kashaba baba anaweza ziko. Baadaye unasikia sijui mama alipokea sijui na sijui maneno nasema na unasikia kumbuka nasema on write a note. Ati maybe sijui nini ulipokea rashia wawili. Maybe hivi vitu vingine linamaliza watu. Lakini unakuta ya kwamba nilikuwa sana najiuliza hivi. Swali nilijua kama mchungaji. Na hawa wamekuwa kifundisho na nani? Lakini unarealize ya kwamba si brema hata pastor. Maana wakati watu wengi wamepata mali na fame na power, kuwaongelesha sio rahisi. Na kwa sababu unataka huyu mwibaji mkubwa ajulikane anakuja hapa, sasa hata hutaki kumwambia mambo mengine maana atakuazika. Maana atakasirika. Hata sasa nikiongea hivi kuna watu watakasirika na mimi. Lakini wakati Mungu anaongea mambo ya pruning, ni tukubali neno la Bwana hata sisi wenyewe litufanyie kazi. Mambo mengine si ya kiungu, hata sisi tukubaliane nayo iondoke kwa maisha yetu. Tukubalie neno lifanye kazi yake. By the way, ile wakati wote unaonaga hata pastor akikuhubiria na neno halikuprune. Yawezekana si neno la Mungu. Assignment, the Bible says the word of God inaachiliwa kufanya kazi tatu hivi. Number 1, teach. Number 2, fanya nini? Collect. Number 3, fanya nini? Rebuke. Number 4, fanya nini? Mambo hiyo sana. Kwa hivyo neno linakuja kurebuke, kukemea. Kwa hivyo Mungu wetu anakuwa na haja na kuprune. Shida ya fruitfulness haina shida. Lakini utaifika mahali ukuwe famous kwa sababu haukukubalia Bwana akuprune, mambo mengine itajikwamilia kwako na ndio itakuja kusababisha kifo chako. Bwana asifiwe. Vitu vingine tukatae kuambia watoto wetu ndio itawaua. Tungewaambia hakuendagi hivyo. Tungewaambia haikaagi hivyo. No matter ufanye nini, hii dunia inakuwa na sheria zake. Huwezi letewa relation na watu wawili na uchukue. Hata mama alikuwa na wazimu. Umerashiliwa na huyu, umerashiliwa na huyu. How? Bwana asifiwe.
Na sisemi kwa sababu ya mambo hiyo, nasema hata sisi wenyewe tujifunze na mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu hawezi kuwa ameoleka hapa, ameoleka hapa, ameoleka hapa, utapotelea wapi? Utajulikana wapi? Lazima hii dunia mwanadamu akae na hekima. Akubali kupruniwa. Praise God. Kubali neno likurekebishe, na wakati mwingine ukirekebisha usichukie watu. Nasema ni Mungu. Sasa unakuta paka pastor akikwambia dhambi zingine lazima hata sisi wenyewe tukubali kuziachilia. By the way, sisi tukubali, tunasema nimekubali kupruniwa na Bwana. Nimekubali. Nimekubali Bwana. Nimekubali Bwana. Nimekubali Bwana. Tawala maisha. Haleluya, nimekubali Bwana. Nimekubali. Nimekubali Bwana. Tawala. Bwana asifiwe. Tell your neighbor kubali hata wewe. Hata wewe kubali. Wakati mwingine vitu vingine kubali Bwana iachilie. Kisikia kitu Bwana anakuambia sio nzuri, itakuletea aibu huko mbele. Kubali kuachilia. Unaona anataka kuishia kwa neno lake. Na wewe kubali kuiachilia. Wacha na vita. Wacha kukasirikia watumishi. Haleluya. Kubali upuruniwe. Dhambi inapeleka watu jehanamu. Kubali upuruniwe. Praise God. Allow God aiondoe. Hata kama wakati mwingine mambo mengine unasikia unakuamia. Kuna kama mtu kanalipaka nyumba. Kuna kama mtu kanakulipia sijui nini. Hata kama si kitu itakupeleka vizuri, kubali upuruniwe. Kama maskini, ndio Bwana akasema afadhali ufike ukiwa na jicho moja kuliko na macho mawili. Kuna vitu tutaachilia Bwana atuprune. Ndio akasema mimi ni mkulima. Bwana asifiwe. Unafikiria hata sisi wachungaji hatujui njia tunaweza fanya? Kwanza ninaonaga huku Nairobi mnapenda kuuziwa mafuta. Au mnaona kama hatuna anointing ya kuombea tu mafuta na tuchupa tuuzie na maji. The name of Jesus. Na nianza kusema sasa naitwa Bishop Maina. Kila moja ni mafuta 1000 Wengi hapa hata saizi watanunua. Wapeleke nyumbani. Mwanze kuona natembea na gari kubwa kubwa. Msemaga ni anointing. Hakuna. Lakini kwa sababu tunataka kutumikia Bwana tunakubali kupuruniwa. Kubali tu kusimama kwa neno la Bwana likufanyie kazi. Praise the name of Jesus. Kila mmoja jiachilie kwa Bwana akufanyie kazi. Bwana akikufanyia kazi utakuwa more fruitful. Utakuwa more fruitful. Na vitu zingine unatafuta zitakuja kwa rahisi. Level zingine zitakuja kwa rahisi. Yesu hakung'eng'ana kuitwa mwana wa Mungu. Hakung'eng'ana kufanya mambo yale alifanya. Lakini kwa sababu ya vile yeye mwenyewe ajiachilia kwa Bwana, akakubali kufanyiwa kazi. Na hiyo ndio iko kwa Ibrania 5:7. Inasema ingawa alikuwa mwana wa Mungu, aliyejiachilia kwa Bwana. Akashughulikiwa mpaka akakuwa vile Bwana alimuinua. Biblia inasema alipokamilishwa kainuliwa the order of Melchizedek. Bwana asifiwe. Vitu vingine hata usijipiganie itakuja. Itajileta. Mimi kwa maisha yangu naona vitu vingine zikijileta. Kwa sababu sasa unapoinuka level kuna vitu zitajileta. Nilienda mahali nikasikia mtu mmoja amekuja ameniambia, "Ninaona unahubiri, nimekupenda kijana." Na nasikiaga Mungu aliniambia jambo. Kuna mahali nitakugawia kashamba. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wangengana kununua kashamba. Mungu tu kwa kusimama kwa kazi yake anajua tunahitaji. Praise God. Haleluya. Siku moja nikang'ang'ana kwa injili na hubiri. Nikasikia baba, nikaota ndoto Mungu ameniambia amenipatia shamba. Siku hii nyingine ninaona nauza shamba na sio nitauza shamba niko nayo wapi. Ndio baadaye kesho yake napigiwa na baba na niambia tukutane tao. Tunakutana tao na ananiambia, "Leo ule ni negolide." Na modo takugali. Ndio wao. Nimekuita kijana yangu nikwambie. Unaona shamba liko Njoro. The 5 acres. Nataka wewe ndio mkubwa nikuachie. Na kwa hiyo shamba mgawane na ndugu yako. Kwa hiyo siku hii tukupigiwa phone call nikaamkia sasa najua niko na shamba. The foreign day nilienda kuiangalia. Nikaanza process ya kuiuza. Hakushindana. Hapo ndio nikaanza kushika kamata pesa. Basi hayo. Kumbe vitu ya Mungu inahisi. Mimi sikuwa nimeombea shamba. Kumbe Roho alikuwa anataka kunitafutia njia ya kuenda viwango fulani. Vitu nimeombea, vitu nimepigania.
Sasa kwetu kwa familia kulikuwa kumepigwa umaskini fulani, na shamba lile baba ananiambia ati ananipatia, nilikuwa na watu wanamnyang'anya. Sasa ndio nikafuatia kesi. Kuna mama alikuwa anaishi kwa hiyo shamba, na ati alikuwa amepewa na baba amkaishia ile shamba. Sasa nilipoenda huko, naye mama akaniambia nitakuua kijana, jua hapa hakuna shamba yenu. Shida baba alinipatia shamba na hakuna, na baba ananiambia ako na document. Mimi nikaenda kwa chief, kaanza kupigana. Nilikwambia hakuna kitu haitaki vita. Nikaenda kwa chief, kamuuliza, kaniambia hiyo shamba ni ya baba yenu. Ndiye chief naye aliniambia mambo mengine hutaki kusikia. Kianza kupigana ndio unajua. Kaniambia huyo mama ni kama alikuwa rafiki ya baba. Sasa hii vita bwana ananipatia nipigane, nitafanya aje? Lakini baba ameniambia ananipea shamba. Nikajua basi. Sasa hapa si kwenda kuambia baba na wewe kwani ulikuwa kinyang'ao ya aina gani? Hata hiyo baba sijaiambia brother zangu, nikafuga mdo. Lakini nikiangalia naona mzee wewe. Sasa niliamua kushindana. Huyo chief akaniadvise. Mungu anakutumia watu kwa advice. Akaniambia fanya hivi. Tafuta kwanza document mpate mpaka title ya shamba, maana ni rengi na nitakusaidia. Chief akanituma mahali Nakuru. Nikaanza kushughulikia, natumia pesa. Nikaachilia mtu mmoja ameniambia atanisaidia, title itafika mkononi. Basi nilienda huko kwa shamba na Land Rover ya polisi. Nilipokanyanga hivyo, nikutoroka, walianza kutoroka. Nyumba zao niliwaambia na wapatia 7 days tuzibomoe. Hakuna huruma. Sasa shida yetu wakati gine Mungu anakupigania na wewe sasa. Umwadha inedha na dema umerera madha. Inafika mahali pa authority. Bwana anakujaza na kijasiri kingine mpaka wewe unaambiwa na mtu nitakuua, na mimi namwambia kabla uniue na mimi naweza waua. Naweza wau. Na si yakoba nimebackside, niko na roho. Lakini sasa kuna kitu nataka kupigania. Niling'eng'ana, nikaenda kwa wakili, tukawarusha nje wote. Wakajaribu kuweka kwa kesi kusema wanataka sijui inaitaka nini, ati wamekaa zaidi ya miaka 12 sijui nini. Sasa hata hiyo tukashinda, tukauza shamba. Kaambia sasa dawa ya hii shamba ni Amen. Na wale wanaenda nyumbani, msiende na sadaka, muache sadaka kwa madhabahu. Unasikia? Unasaidika? Tulipomaliza kesi, shamba tukauza. Likapata mnunuzi haraka maana liko very prime. Kapewa naye huyu akatuambia hii mambo ya kunyang'ana na hawa na kuwarusha nje, tutawarusha nje. Hivyo ndivyo tuliwasaidia kuwarusha nje na shamba likakuja. Kwa hapo ndio nilipata pesa ya kuelimisha ndugu zangu wale walikuwa wamekataliwa na masomo, kuwapeleka college na university. Na mmoja yule nilipeleka university, sasa hizi anafanya kazi Scotland. Ona vile Mungu anafanya kazi. Mtu mmoja akikosa akili, akose kufanya kazi, uanze kushida hapo ukiambia baba, unanipeaga shamba ambaye unajua hata vile ulifanya na ile mambo. Sasa hiyo ilifanyika. Pigana vita. Be a fighter. Stand strong. Hata kama ingine ilifanyika na hakuwa anajua ni mapepo ile ilikuwa inatawala. Na wewe unatawaliwa na roho wa Bwana. Si uinuke, upigane vita. Tell your neighbor amuka. Si lazima tushindane tukisema makosa. Mungu by the way ukianza kusema tu makosa anachukiaga na watu. Kile kilifanya Mungu afukuze watu Garden of Eden haikuwa kwa sababu lazima angewafukuza. Alisikia wameanza blame game. God hates blame game. Alipoita Adam, where are you? Mungu alijua ameasainia Adam kazi. Anza where are you? Adam naye alipokuja alianza story. Alimwambia si unajua ni ile kimama uliniletea hapa. Kina ndio kimepatiana shamba, nimetuuza kwa shetani, tumekula matunda. Okay. Namwambia Mungu ametransfer kwa Adam. Hivi shida ni nini? Si ni hiyo nyoka ulileta huko azungukage huko hana kazi ya kufanya, umetudanganya. Nyoka na wewe ni nini? Nyoka hakuokea. Walilaaniwa wote. Kwa sababu wangechukua nafasi ile Adam aliyestop kila kitu. Aseme shida ni nini? Shida ni abia your neighbor, shida zile zimetokea hata kanisani, shida ni nini? Shida zile zimetokea kwenye, shida ni wewe. Haleluya. Shida zile zinatokea hata kwa taifa, shida. Nani alichagua Kasongo? Kwa nini mnalalamika kununua mafuta bei kali? Nani alichagua Kasongo? Sasa juzi nimepeleka mke wangu alipata mtoto ako na miaka 2, serikali ya Kasongo.
kulikuwa na lida mama zamani. Sasa kujifungua tukapata tunalipa sijui 8,000. Sasa mama akaanza kusema sijui serikali. Nikamwambia kwanza wewe unakumbuka wewe kwanza. Wewe ulikuwa unaniambia ni Ruto damu afadhali hata uliwe. Nikamwambia tulipe gharama. Ni sisi tulichagua. Lazima tulipe nini? Bwana asifiwe. Nani alikuleta synagogue? Nani alikuleta? Ni wewe na roho wa Bwana. Mahali umejipata lipa gharama. Pigana vita. Pigana vita. By the way hakuna madhabahu haina vita. Pigana vita. Be a fighter. Bwana anangojea wale watakaopigana vizuri. How do you determine the future? Ya vile kazi tunataka ikae. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Lazima tuamue tutafanya kazi ya Bwana regardless ya vitu vyote kwa jina la Yesu. Tusimame na miguu yetu. Hallelujah. Wangapi wameamua watafanya kazi ya Bwana? Fanya kazi ya Bwana. Wangapi mmeitwa na Bwana? Inua mkono juu kama umeitwa. Wangapi wameitwa? Hallelujah. Allow God to prune him. Allow God to break you. Hallelujah. Wakati mwingine kubaria Bwana akuvunje. Akubaria Bwana aondoe vitu zingine. Aondoe moyoni mwako. Wengine wataondolewa kiburi, majivuno, mambo yale hayana faida. Ndio Bwana hakikishe ya kwamba sasa utazaa na uzae zaidi. Kama mimi nilizaliwa na baba ambaye sijawahi sikia amesema Yesu ni Bwana. Lakini nimekuwa pastor. Baba yangu sijui. In fact hata akikufa alikuwa ananiambia maina oli moyo wako tidoki wa Jesus jina kusuguaga. Ile siku utaerevuka nikupeleke mahali kuna mama tulienda Meru. Anaangalia tu mkono hivi anajua mashida yote. Akutengeneze upate akili. Uone maisha itabarekebika. Namwambia hata kama nitakufa. So alikufa akiniambia huyo ni mzazi. Ambaye ukiangalia hivi watu wanasema hii sura ni ya fulani. Lakini hata kama sura inafanana, hata kama tumbo litoka hiyo inakataa Yesu, unaweza, Mungu amekupatia nafasi. You can decide your course. You can decide your course. You can decide. Mimi miaka sasa, now I have over 20 from 2005 sasa 2025 nimekaa kwa madhabahu ya Bwana. Siwezi hesabu mikesha nimehudhuria. Siwezi hesabu. Baba yangu hajui hata kama Kenya kuna prayer center. Nilianzia Katoroni. Nikajua kuna Mizpa. Nikajua kuna ingine mpaka Remuru. Nimejua kuna milima Heaven's Gate. Heaven's Gate ikianzwa I was there. Vile inakuwa I have been there. But my father don't know, hajui kuna vitu kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo baba yako kutokuwa anajua vitu zingine sio kumaanisha hata wewe mwenyewe umekuwa limited. You can fight. Bwana asifiwe. Siko duniani. Mtumishi yule alikuwa na hekima sana akasema kuna kitu moja imepeanwa under the sun. Time and chance happen to them all. Wengine wamepewa chance zao wamezipoteza. Kwa nini wewe upoteze yako? Kwa nini upoteze? Kwa sababu wengine walipoteza. Wakati mwingine umepewa nafasi ya microphone, si wewe uitumie vizuri. Si wewe uitumie vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Time and chance happen to them. Sasa inategemea rugano rwaku rukaandikwo atia ni uria ukwenda. Anza kujipigania. Anza kupigania kazi ya Bwana. Wapendwa, hebu niwaambie, kila mahali kuna vita zake. Ile nafasi umepewa na Bwana ipiganie. Pigania hiyo vita. Pigana vita. Hata hii dunia hakuna mahali, hata hakuna doa utaenda ati haina vita. Kila mahali kuna vita. Hata kazi, hata wale mnaajiriwa kazi, kila mahali kuna vita zake. Hata kila mahali, hata pahali, hata ploti unaishi iko na vita zake. Hata ploti unaishi pia hiyo, hata ploti yako ina vita zake. Bwana asifiwe. Hii dunia hakuna mahali hakuna vita. Ni wewe mwenyewe uset your minds kwa mambo positive. Nilipokuja Nairobi niambiwa, unaona hii Nairobi imekuja. Usishindane ukisema vile watu wanavalia. Mimi by the way hata kwa madhabahu usishindane nikiambia watu vaa fulani vaa fulani. Wewe watu uhuru wavalie vile wanataka. Shida ni wewe unavaa aje. Wewe unataka kukaa aje. Niliambiwa nilipokuja Nairobi concentrate na kile kilikuleta na. So ukiona watu wametoa nini nje, mind your business. By the way ile sheria inafanya kazi Nairobi ni mind your.
Tell your neighbor, mind your. Kama kuna hata kwa gari, nimepanda gari nikikuwa kwa metro. Nikikuja Thika. Nimekujanisha sasa, dada mwingine amekuja amekaa tu hapa karibu na mtumishi, na naona vile nimevaa white na yeye alikuwa kamekaa hapa. Sasa nilikuwa naangalia nje, alafu naangalia pande nyingine, naangalia nje, naangalia pande nyingine, lakini sheria moja imekuwa ikifanya kazi mpaka tukafika Nairobi, ni mind your. Tell your neighbor, mind your business. Mind your business. Wewe ndio unajua uko on assignment. Wakati wa mtumishi wa Bwana alikuwa anaitwa nani? Samson. Alipokataa ku mind his business, Delila naye alikuwa kwa business. If you don't mind your business, utakutana na watu wako na business. Na business ya wengine ni kuhakikisha hautawahi tumikia Bwana. Na sasa kwa sababu ya Samson kutukua careless, akakamatwa na Delila aliyekuwa kwa assignment. Sasa between Delila and Samson, nani aliwini mwingine? Delila. Nani alifanya biashara yake professionally? Nani alikuwa reckless kwa biashara yake? Nani alikufa kabla ya mwingine? Si unaona? Very anointed man, lakini kwa sababu hakumind his, akamindiwa business yake, na mwingine alikuwa kumind business yake ni kuhakikisha. Na by the way, Delila was very wise. Delila alikuwa ameambiliwa kitita kizuri cha pesa. Akifanya hiyo kazi vizuri ikamilike. Akawaambia hiyo assignment mnipatie, nitaideliver in the shortest time, na wakaandikania agreement. Bas. Delila akajua assignment. Akajua wiki jamaa nikikiweka hapa confusion inakuja, siri zote tuko nazo. Akamind. Samson alipokataa kumind business yake, akaingia mikononi mwa wale hawako na mind business. That's how Samson died. Na hivyo ndivyo aliishi. Watu wengine tunashida tukicomplain wako kwa biashara, ni wewe unashida kucomplain. Hiyo ndio assignment yao. Hiyo ndio kazi. Praise God. Wewe ndio mind your business. Wewe ndio unataka kuwa kazi. Wewe ndio unataka kutumikia Mungu miaka mingi. Wewe ndio unajua vita zile unapigana. Hizo vita unapigana kuna wengine hawazipigani. By the way, hii dunia kuna hata watu wanaitwa hitmen. Kazi yao ni kuua wengine. Hii dunia kuna prostitute. Kazi yao ni kuhubiri injili. Amen. Okay. Hii dunia kuna wezi. Kazi yao ni kuwekea watu vitu vizuri. Wezi wanatuwekea vizuri. Hii dunia iko na watu aina zote. Sasa shida yako, una shida ukipiga kelele na watu, kila mtu anajua kazi yake. Bethel Clouds TV, empowering lives. Wanaroga watu na wanarogeka vizuri. Hiyo ndio kazi yao. Hii dunia Bethel Clouds TV, empowering lives.